Ketepa in Kericho. Yes. So we have incurred more costs on transportation and delivering back. So what we request, because through collaboration with the county government, Our Excellency has promised us through the coming the industrial park. Yes. She will give us a space where we will have a center for fabrication. And we want to take that advantage to variant from the reason why we are doing the aggregation and industrial park. To give you a place where you can do value addition. That is essentially the purpose of what we are doing. And it will be here in Embu. We have one prayer. That since the machine for packing this normally comes like a robot, it will cost 100 million. If your government can chip in, after we have been given this space by Our Excellency, our government can support us. We will not be given the space by we are building it together. Yes. It's a joint venture. It's a partnership. I'm praying that you give us. We will work on common user. Anasema ndiye anafanya. From what you say, Very clear to them. This is a partnership with the county, and she told us you are giving her 250 million. She's contributing 250 million. That one is very okay. So now the only challenge is the machine. Don't worry. Having this. Don't worry about and we will do this for Mount Kenya region. And what we can do, we are going to do it in every county. And what we are going to do, we are not going to provide the machine for one factory. We will make sure that it's a common user. And the three factories can share. Exactly. You know, and we can help you together with the county to make sure that you get the machine. Now, Lift hammer. Nipatie moja, nipatie moja. Nipatie moja, nipatie moja. because I am on board. Anything that has more money to the pocket of farmers is welcome. Okay. Asante sana. Okay. All the factories that are here. We have Orthodox from Tangaita. We have one for Katangarire, one for Mungania, and the other one for Ukuriri. Your Excellency, we just have one for Deputy President. mimi nasukuma hii maneno yenu bwana. Yes, it's We appreciate so much. Ndio nakwambia sijatoka na hiyo stand yote. Pole. Kidogo nipishe. Nimerotate, unajua saa zingine tunaenda. Nimedim. Let's clear.
But we can synergize and speak together so that we can go to the national system. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hello, how are you, my dear? Habari yako? Welcome to the stand for Ministry of Investment. Yes, hii ya ministry si tunakujanga kila siku. Hello, how are you? Very good. Habari. Thank you. These are coffee makers. This is making coffee for export. Take coffee. Unafanyia wapi hii? Sio Kimau? Oh, okay. So you buy coffee from farmer? From the auction in Nairobi, and then you process. Where is your market? Local? Yes, International. Okay, very good. Have you heard that we are working on a county aggregation place where we can do value addition? Yes. You've heard that? Maybe you might want to take advantage of it when it's done. Yes. Great. And we have the warehouse receipt system that Yes. will be making sure that the farmers Habari? store Very good. their goods. And Tell me how far you're going with these warehouses. Okay. We also try to see whether we can help Yes. Correct. Have you thought about storage? Yes, we're working with KFTC extensively to see how many warehouses we can get as much as possible. Okay. Okay. Now, KNTC that is supporting public procurement. okay. Briefly. So, this is NTC and your product. Yes. Sure. Yes. Okay. Very good. The weights and measures you are there, Your Excellency. I was there in the offices the other day. Okay. This is EPZ. Very important for the 5 EPZ that we just gazetted. Okay. Yeah. Okay. Yeah. How are you going to integrate the EPZs with the kites? Yes, the types are going to be like application centers. Yes. EPZs are being as well as used. And those are the engineering products. Okay. Very good. And the KIPE is here. So we have described the intending to do the advertised to the counties. Yes, it's number 2. We have this. Okay. Yeah. I thought there were 14. 14 years. Okay. Okay. Thank you. Asante. Yes, Your Excellency. Welcome to our ministry, cooperative and MSME. Micro. This is where the hustlers are. Very good. Habari zenu? Very good. Thank you very much. Any? This is a letter of Your Excellency. Yes. It is black bag. Correct. Correct. It has an easy health benefit. Okay. Hello? Very good. So your packaging. This is for value addition, sun-dried. Yes. This is actually fruit. Yes. These are plants. This is the fruit of this plant. Yes. It's a crop adapted to arid and semi-arid sites. Yes. Doesn't really worry so much about soil. You can actually even grow it on ground because it's a very shallow plant. Can I have your kind or something? Where are you doing it? This one is very good. Naongea na yeye. What does she do available? He's around the whole Where are you doing this? Says where do you at CNC?
Tell me why so much euros. And Your Excellency, facilities for them. Negotiations are showing interest. Okay. Welcome to the state party for cooperatives. These are prospective cooperative society that want to take advantage of affordable housing. Very good. Developing cutting lots. Yes. This is for the shares, this is for the cuttings. We are just about to register them to become a cooperative. Very good. This is what our hope is that this is where we purpose, where they are adding their lives. Very good. This is from Shackles coffee. Yes. All this is value-added products Very good. from our cooperative societies. Very good. And this is the way to go. Very good. Yes. That's More products are from cooperatives. These are products from new cases. These are from Mary. This is Githunguri Dairy. Products from Githunguri Dairy. Very good. These others are from Dairy Dairy. Very good. Then we have a prospective cooperative society that is making these chicken food. Yes. Very good. Asante. Very good. Hello, how are you? Your Excellency, this is very critical. Hello, how are you? Very, very good, very good. Hello, how are you? Yes. Your Excellency, we are doing formalization here. Registration. So now with the Wi-Fi being launched across the country, this is going to be very interesting. We're trying to complete all the markets in every constituency. We're trying now to really recognize for aggregation centers in county. How are you going to, where are you going to be in that Your Excellency, because we work very closely with the counties. We are based there. Some counties there must be implementary. Because we've got the expertise we need that. Okay, so what kind of resources are you working with? Are you lending or are you, is it grants? We are lending, also revolving. So what's the size of the kitty you are working with? The size currently is about 2-3 feet more. Because our intention is that we don't want to be depending on the exchequer after about 3 years. So the club that is able to do this year, then we need sufficient working fund to be able now to You need to find how Your Excellency, the lender to 20 million. So that's what we're doing. Good. Very Irene? Yes. I will try and give that was okay. The one we launched. Okay, yeah. Baxter.
So hii gari yako jioni unasukuma inaenda nyumbani. So hii ndio baro yako. What is it? Another one is here. How are you? Still don't have the B2B M24/7 app? Download it today and sign them up for secure, seamless mobile banking. Yeah, what does Your mobile phone is more than a communication device. At BT Group, we know this, and we enable you to bank on your mobile phone to deliver exceptional banking experience. To start off, you can now enjoy the convenience of using your BT Sasa huyu ndio mama mboga. Habari mama. Transacting on DTG M24/7 app is also more secure. With only one mobile being linked to a registered SIM card and device, you have full control of your mobile banking team. Want seamless payments? Android and Siri. You can now execute second all you need to do is log on to the DTG Habari ndugu. Wa supermarket, lakini we hope with support with Bank and your government we are going to make it. Yes. We are very appreciative what is happening. Thank you very much. Yes. Thank you. He's the chairman of the Peran.
When we need sorting and grading, hii tukipiki kwa shamba tunaita siara. Siara tukifanya siara. Hii ingine, hii ndio tunapeleka Mombasa na cartons. Hizi zinaenda na lori. Tumeandika hii carton ni ya Hassan. So ikifika Mombasa, Hassan anachukua hapo. Alafu hii ni gari ya Nesa. Hii ni nini sasa? Juice. Yeah. So can you explain that? Jamba. So what we're doing, we are adding value to the route. So hii juice, what is the purpose of the juice? Energy drink. Oh, energy drink. Energy stimulant. Mineral is stimulant. So wanatumia chemicals to make the energy drinks. And simply use numbers. Because it doesn't want to chew. Other than that, the mineral can be used to make wine and also age wine. But this is also wine. Yes. Mira. Yes. We even have a local rendition of our kama hii executive ya rais yangu hapa ni gani? Nikipima unaona mimi ni wewe. Excuse me, Your Excellency, kuna beti ambayo imebaki kidogo tu. Kidogo tu. Please explain. Yes, we are also trying it. Okay. Yes. Na wale wanataka kunywa naweza tuweka hapa. Tunazungumza maji, moto na kunywa kidogo. Yeah? Yeah. I think we have to yes. How are you? Madam. Very good. Very good. How are you? Which side? Gram. Side of. It's here, it's here. Very good. Where? Focus up. Focus. We are here. We have come strictly to Rokoride. So this is focus up. ka taifa letu la Kenya mbele, na ndio sababu hiyo wizara ambayo inahusika na idara zote ambazo ziko katika hiyo sekta na pia county government yetu ya Embu pia wanaambatana na sisi katika harakati hii. Kwa sababu tuko hapa leo na tunashughulika na yale mambo ambayo tunaamini ni ya muhimu. Tatizo kubwa, na mimi nilikuwa hapa Embu katika harakati ya campaign. Si muliniona ama muliniona area? Nilikuwa area hapa.
So na tuliongea na nyinyi na tukasema ile changamoto kubwa sana iko Kenya ni changamoto ya vijana na Wakenya ambao hawana ajira. Si tulikubaliana? Na ndio tukasema every hustle matters. Na ndio tukasema lazima serikali iwe na mpango, na sio mpango ya guesswork, mpango intentional, mpango ambayo ni makusudi, deliberate, ya kupanga vile ajira itapatikana katika taifa letu la Kenya, kwa sababu kufikia sasa katika taifa letu la Kenya tuko na vijana karibu 5 milioni ambao hawana ajira, na wanaongezeka kila mwaka. Vijana karibu 800,000 kila mwaka wanamaliza shule, wanatoka university, wanatoka college, wanatoka TVET, wanaingia katika labor market, lakini mpango wa ajira hatuna, mpango wa kamili hatuna, mpango makusudi, mpango maalum ya kuhakikisha ya kwamba sekta hii ya MSME wanapata nafasi na msaada ya serikali kupanga mambo yao ya ajira. Ya kwanza tunasema ya kwamba katika sekta hii tunataka kupanga mahali hawa wafanyabiashara wadogo wadogo watafanya kazi yao, wataendesha biashara yao. Ndio katika budget yetu mkiona tumeweka pesa ya kukamilisha soko 181 katika pande mbalimbali ya taifa letu la Kenya. Mahali hawa wafanyabiashara watapata nafasi ya kupanga biashara yao. Hiyo masoko iko mpaka na hapa Embu. Mumeona vile vile katika gazeti yetu ya leo tumetangaza kandarasi ya kujenga ile tunaita County Aggregation and Industrial Parks, mahali tutakusanya mazao ya wakulima, mahali wale watu wafanyabiashara ambao nimewaona wengi hapa wataenda kufanya ile inaitwa value addition, mahali tutaweka mazao yetu katika cold room ndio isiharibike. Leo tumetangaza kandarasi ya County Aggregation and Industrial Parks 14 Kenya, ikiwemo ya Embu County. Tumekubaliana na Karinda hapa ya kwamba county government ya Embu itatoa shilingi milioni 250. National government itatoa milioni 250. Tujenge County Aggregation and Industrial Park ya watu wa Embu. Pale katika ile County Aggregation Park ni tusaidie wakulima, kwa sababu wakulima wengi, ule broker anakuja kwa dakika 10 ametengeneza pesa nyingi kuliko ule mkulima alingojea miezi 6. Ni kweli ama si kweli? So ili kumsaidia mkulima ndio tumesema we are going to have an aggregation center in every sub-county, and we are going to have an aggregation and industrial park in every constituency in Kenya. Tunaelewana? Huyu mtu yenu huyu anaitwa Gitonga, mtu ya kujituma. Huyu mkunji. Nimeketi chini na yeye na tumekubaliana ile soko ilikwama. Ilikuwa inaitwa nini mahali tulisimama pale siku ya kampeni? Kidhimo. Ile soko ya Kidhimo lazima tukuje tuimalize. Na ndio nimeweka pesa kwa budget ya mwaka huu tumalize soko ya Kidhimo. Na tumalize soko zingine 4 ya sub-counties hapa Embu. Wakati tunapanga kujenga ile tunajenga na gavana wenu. Tunaelewana? Ndio tupatie nafasi wale MSMEs ambao wanataka kufanya biashara. Hizo masoko itakuwa ni mahali pazuri, itakuwa na room ama space ya kufanya biashara, itakuwa na space ya kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya value addition, itakuwa na stima, itakuwa na maji, itakuwa na mahali ya kujisaidia, na mahali ambapo biashara inaweza kuendelea na heshima. Tunaelewana jameni? Hiyo ndio hatua yetu ya kwanza, kwa sababu tunataka kutumia kilimo kupanga ajira ya vijana wetu. Jambo la pili, hapa nje na baadaye, by the way, baadaye si tuko na soko hapa Embu.
ile ilichomeka wakati moja. Mimi naenda kuanzisha soko mpya. Tunajenga soko mpya hapa ambayo itakuwa ni soko ya kisasa. And I'm going to start the construction today. Tunaelewana? Kwa sababu ni muhimu ya hii masoko. Kwa nini tunapanga hiyo taratibu yote? Ni kwa sababu tunataka hiyo value chain ya kilimo yote itusaidie kuzalisha nafasi ya ajira, ndio vijana wetu wa Embu na vijana wa Kenya wapate mahali ya kupata kazi. That's number one. Number two, hapa iko wifi. Pale kwa stage tunaweka wifi. Ile niliwaambia bundles haitawasumbua. Nimeona jamaa mwingine ananiuliza mahali fulani, wapi ile mambo yako ya wifi? Sasa nitamjibu leo kwamba ile mambo ya wifi iko area. Tayari tumeweka about 48 hotspots in Kenya. Our commitment is to make sure we have 25,000 hotspots in every part of Kenya. Ili mwananchi aweze kuendelea na simu yake bila ya kushughulika na kwamba hana credit ama hana bundles. Pia tufanye ile inaitwa e-commerce. City Hub tutasaidiana na serikali ya kitaifa, watatumia pesa yao kiasi ya CDF, ndio tuhakikisha kwamba tunapata nafasi ya ajira 300, 400 katika kila constituency, 500, pengine hata tufikishe 1000. Vijana wapate pesa waweke kwa mfuko, kwa sababu ni ahadi ya serikali ya Kenya kushughulikia ajira ya vijana wa Kenya. Hiyo ni number 2. Number 3 ni mpango ya housing. Tunaelewana? Naona watu wengi wanasumbuka sana hii housing. Sasa hii nyumba itakuwa ya nani? Itapangwa namna gani? Mimi nitapata nyumba namna gani? Sijui. Sikizeni. Hii mpango ya housing, kazi kubwa ambayo tunatafuta hapo, mbali na kuwa na nyumba, the real motivation behind the housing plan is the jobs we are going to create for the young people of Kenya. Nataka munisikize vizuri. Hii mpango itakuwaje? Itafanyika namna gani? Kila nyumba tunayojenga tunahitaji vijana 5 ambao watatusaidia kujenga nyumba moja. Vijana 5 tunawahitaji kujenga nyumba moja. Leo mimi naenda kuanzisha nyumba 100 ya kwanza hapa Embu. Lakini hapa Embu mpango yetu ni kujenga nyumba 5,000 hapa Embu. Hiyo nyumba 5,000 nataka tufanye hesabu na nyinyi. Nyumba 5,000 tunahitaji vijana 25,000 watakaofanya hiyo kazi. Mnanisikia vijana wa Embu? Vijana mko area? Mnanisikia vizuri? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulisema wera ni wera? Si tulisema kazi ni kazi? Sikizeni. Ni kupanga is bothered about what we are going to do with the millions of young people in Kenya who do not have jobs. And creating jobs is not a game of guesswork. Creating jobs must be intentional, must be deliberate, must be practical, and must be planned. Ajira haiwezi kupatikana tu hivi, lazima ipangiwe. Tunaelewana? Huwezi kusema tu itaendelea tu alafu kazi itapatikana. Itapatikana namna gani? Si lazima kuwe na mpango. Ndio tumesema agenda yetu ya kwanza ni kupanga mambo ya housing, ndio tupange kwanza ajira ya hawa vijana. Wale watakaofanya kazi pale, kama ni architect, kama ni quantity surveyor, kama ni Kware. Tuna kazi, watu wengi wanafanya kazi huko kwa transport, watakaosafirisha hiyo bidhaa yote ikuje. So hiyo kazi yote ndio itahakikisha kwamba uchumi wa Kenya inaanza kuenda mahali ambapo sisi wote tunataka ifikie. Ninyi mnanielewa?
So itapatikana ajira kwa mjengo, itapatikana ajira kwa factory ya kutengeneza simiti, itapatikana ajira kwa factory ya kutengeneza chuma ambayo tutatumia